Baada ya meneja wa benki kutekwa na kutishiwa kifo, analazimika kutoa siri za benki kwa majambazi. Wamba wanaivamia benki na kuiba mkwanja mrefu sana, bilioni 1.5. Kila mtu chini sasa hivi. Ila balaa zito linawafika pale maaskari walipopata taarifa juu ya uvamizi huo. Je, unajua nini kilitokea? Wahalifu wamejificha huko nyuma. Ingilieni haraka! Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza gonga like, kisha ni follow au subscribe, halafu niandikie kwenye comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze sasa. Jiji la Dar es Salaam, saa 3:30 asubuhi. Mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha, ikiosha vumbi la jiji, lakini haikuweza kuosha dhambi zilizokuwa zinakaribia kutendeka. Katika mtaa wa Samora ulijaa pilika-pilika za magari na watu. Gari aina ya Land Cruiser V8 lenye vioo vyeusi tinted lilikuwa limeegeshwa kando ya barabara, mita 50 tu kutoka mlango mkuu wa benki ya Imperial Trust. Ndani ya gari hilo kulikuwa na kimya kizito. Harufu ya sigara kali na jasho la hofu ilitawala hewa ya kiyoyozi. Dakika 2, sauti nzito yenye mamlaka ilisikika kutoka kiti cha nyuma. Huyo alikuwa Derek, maarufu kama Dragon, mwanamume mwenye umbo la miraba minne, kovu refu likikatiza jicho lake la kushoto na roho iliyokufa ganzi miaka mingi iliyopita. Zungu, uko tayari? Dragon alimuuliza mtu aliyekaa kiti cha abiria mbele. Zungu, jambazi katili ambaye alifahamika kwa kupenda kumwaga damu kuliko fedha, alilivuta pumzi ndefu na kuchezea kitufe cha bunduki yake aina ya AK-47 iliyokuwa imefupishwa mtutu, sawed off. Nimezaliwa tayari, Dragon. Hawa walinzi wa benki leo watajuta kwa nini hawakubaki vijijini kulima. Mosha! Dragon alimgeukia dereva, kijana mdogo lakini mwenye kipaji cha ajabu cha kuendesha gari kwa kasi ambayo hata shetani angeogopa. Usiwe na shaka kiongozi, hii mashine nimeifanyia service ya kuzimu, hata helikopta haitotufikia, Mosha alijibu huku akitikisa kichwa kwa mdundo wa muziki uliokuwa ukilia kwa chini sana. Lisa, mfungo wa mawasiliano? Dragon aliuliza kupitia kifaa cha mawasiliano sikioni. Lisa, mwanamke pekee katika genge hilo, hakuwepo kwenye gari. Alikuwa amejificha kwenye jengo la ghorofa mkabala na benki, akiwa na kompyuta mpakato na vifaa vya kudukua mawasiliano ya polisi. Kila kitu kiko sawa, Dragon. Kamera za CCTV za benki nimeshazizima kwa dakika 10 zijazo. King'ora kimeharibiwa, lakini kumbuka, Inspekta Kiboko yuko doria maeneo ya posta. Akisikia mlio wa risasi, atakuwa hapo ndani ya dakika 5. Dakika 5 ni nyingi sana kwetu, Dragon alisema huku akivaa maski yake nyeusi iliyoficha sura yake yote isipokuwa macho. Twendeni. Lalieni chini! Milango ya kioo cha kibenki ilipasuka vipande vipande kwa kishindo kikuu baada ya Zungu kupiga risasi 3 hewani. Lalieni chini! Kila mtu chini, la sivyo kichwa kiondoke! Zungu alinguruma kama simba aliyejeruhiwa. Sauti yake ilitetemesha kuta za benki hiyo. Wateja walipiga yowe la hofu, wanawake walilia, watoto walikumbatiwa na mama zao, na walinzi wawili waliokuwa mlangoni walikuwa wameshakula risasi za miguu kabla hata hawajanyanyua silaha zao. Damu ilianza kutapaka kwenye sakafu nyeupe ya marumaru. Dragon aliingia kwa mwendo wa pole, hatua zake zikiwa na mpangilio. Hakukimbia, alikuwa na begi kubwa la kijani begani na bunduki aina ya Uzi mkononi. Alielekea moja kwa moja kwa meneja wa benki ambaye alikuwa anajaribu kubonyeza kitufe cha dharura chini ya meza. Dragon aliruka kaunta kwa uwepesi wa chui na kumshika meneja huyo shati. Ukibonyeza hicho kitufe, familia yako itakuzika bila kichwa, Dragon alinongonyea kwa sauti ya baridi. Nipeleke kwenye chumba cha kuhifadhia pesa, Vault, sasa hivi.
Meneja akiwa anatetemeka mwili mzima na jasho likimtoka kama mtu aliyemwagiwa maji, alimuongoza Dragon huku Zungu akiendelea kuwadhibiti wateja na wafanyikazi wengine. Na dakika 3, Lisa alionya kupitia kichocheo sikioni. Polisi wamepokea simu kutoka kwa mpita njia aliyesikia mlio wa risasi. Ndani ya Pesa, Dragon alimwamuru meneja kufungua mlango mzito wa chuma. Meneja alihangaika na namba za siri. Haraka! Dragon alimpiga mtako wa bunduki kisogoni. Mlango ulifunguka kwa mlio wa ting. Macho ya Dragon yaliangaa. Maburungutu la fedha taslim, dola za Marekani na shilingi za Kitanzania yalikuwa yamepangwa. Hakupoteza muda, alianza kupakua fedha hizo na kuzijaza kwenye begi lake kwa kasi ya ajabu. Zungu, tuko tayari, anza kutoka, Dragon alitoa amri. Lakini nje mambo yalikuwa yameanza kuharibika. Mlinzi mmoja wa kampuni binafsi aliyekuwa chooni alitoka na kuanza kufyatua risasi. Risasi ilimpita Zungu sikioni, ikikata kiasi kidogo cha mnyama. Zungu aligeuka kwa hasira. Pumbavu! Zungu alifyatua risasi mfululizo kuelekea kwa mlinzi huyo. Mlinzi alianguka, kifua chake kikiwa kimechandwa vibaya zaidi. Dragon, polisi wamefika. Inspekta Kiboko yuko nje. Sauti ya Lisa ilikuwa na hofu sasa. Dragon alitoka ndani ya chumba cha Pesa, begi likiwa zito. Alimkuta Zungu akiwa anavuja damu sikioni, lakini bado ameshikilia bunduki yake imara hivyo. Toka nje, Mosha, sogeza gari. Walipotoka tu mlangoni, walikutana na kuta za magari ya polisi yaliyokuwa yamezingira eneo hilo. Ving'ora vililia kama nyimbo za msiba. Hapo, simameni, weka silaha chini, Inspekta Kiboko alitangaza kupitia kipaza sauti, akiwa amejikinga nyuma ya mlango wa gari lake la doria. Hapo, simameni, weka silaha chini, usalama wenu. Dragon hakujibu kwa maneno. Alirusha bomu la moshi, smoke grenade, lililofukia moshi mzito wa kioo likifunika eneo lote la mbele ya benki. Piga risasi, Kiboko aliamuru. Mvua ya risasi ilianza. Dragon na Zungu walijibanza nyuma ya nguzo huku akifyatua risasi kurudisha mashambulizi. Wahalifu wamejificha huko nyuma. Mosha aliliingiza gari aina ya V8 katikati ya moshi huo kwa kishindo, akigonga gari moja la polisi na kufungua njia. Ingieni haraka! Ingieni, ingieni, Mosha aligaa. Dragon alirukia kiti cha nyuma, Zungu akaingia mbele. Mlango haukufungua vizuri wakati Mosha alipokanyaga mafuta. Gari lilichomoka kama mshale, matairi yakitoa moshi na harufu ya mpira kuungua. Wafuateni, funga barabara zote za kutokea mjini, Kiboko alinguruma kwenye redio ya wimbo. Hawa mbwa wasitoke salama. Mbio za kifo zilianza. Mosha aliendesha gari kwa ustadi wa hali ya juu, akichenga magari mengine barabarani, akipanda lami na kushuka mitoroni. Magari 5 ya polisi yalikuwa nyuma yao yakifyatua risasi. Zungu, waondoe hawa nzi nyuma yetu, Dragon aliamuru. Zungu alishusha kioo, akatoa mwili wake nusu nje na kuanza kufyatua risasi kwa bunduki ya machine gun waliokuwa wameificha mtutu. Gari la kwanza lilipigwa tairi la mbele, likipoteza mwelekeo na kupinduka mara 3 kabla ya kugonga nguzo ya umeme. Cheche za moto ziliruka. Moja kini, Zungu alicheka kicheko cha kichawi. Chukua, piga risasi sana! Lakini Inspekta Kiboko hakuwa mtu wa kukata tamaa. Gari lake aina ya Defender liliendelea kuwafuata, likigonga kila kitu kilichokuwa mbele yake. Kiboko alikuwa dereva hatari pia.
Lisa, tuipe njia, Dragon alibweka kwenye simu. Nimebadilisha taa za kuongoza magari, traffic lights za makutano ya fire zitakuwa kijani kwenu na nyekundu kwa wengine. Pita sasa hivi. Mosha alipita kwenye makutano hayo kwa kasi ya kilomita 160 kwa saa. Magari ya upande wa pili yaligongana yenyewe kwa yenyewe, yakijaribu kuwakwepa polisi waliokuwa wanawafuata Dragon. Ajali mbaya ilitokea nyuma yao, ikitengeneza ukuta wa vyuma na moto uliowazuia polisi wengi, isipokuwa Inspekta Kiboko. Hivi jamaa hafi? Mosha aliuliza kwa hofu, akiona Defender ya Kiboko bado inakuja. Pinda kulia, ingia Kinondoni makaburini, Dragon aliamuru. Walipoingia barabara ya vumbi, vumbi lekundu lilifunika kioo cha Kiboko. Dragon alichukua kirusha bomu dogo RPG kutoka chini ya kiti. Shika usukani vizuri Mosha. Sawa Dragon. Choma! Kuka! Dragon alifungua sunroof ya gari lake, akasimama na kulenga gari la Kiboko lililokuwa mita 200 nyuma yao. Kombola liliondoka. Kiboko aliliona, akafunga breki ghafla na kupindisha gari mtoroni. Bomu lililipuka mita chache mbele ya gari lake. Gari la Kiboko lilishindwa kuendelea, injini ikiwa imefuka moshi. Tumemtanguliza gereji, twende mafichoni. Dragon alirudi kukaa chini, akivuta pumzi. Tumemtanguliza gereji, twende mafichoni. Tunarejeshwa nyuma wiki moja kabla ya hili tukio kubwa la ujambazi. Tunamshuhudia John, kijana mwenye rasta, akiwa amesimama ofisini kwa bosi wake ndani ya benki. Hali ya hewa ni nzito. Bosi, akiwa amechukizwa na kufoka kwa sauti ya juu, anamrushia John bahasha ya kaki mezani. Bosi anamfokea vikali. Huna umakini. Hatuwezi kuendelea na uzembe wa namna hii kwenye taasisi nyeti kama hii. Hii hapa barua yako ya kusimamishwa kazi. Ondoka sasa hivi na usirudi mpaka utakapoitwa. John anajaribu kujitetea, lakini sauti yake inamezwa na ukali wa bosi. Kwa unyonge, anachukua barua hiyo, anageuka na kuanza kuondoka, huku wafanyakazi wenzake wakimtazama kwa huruma na minong'ono. Sijui nitafanya nini sasa. Pole sana mzee. Hii ni ngumu sana. John anatoka nje ya jengo la benki. Kama vile anga inasoma hisia zake, mvua kubwa inaanza kunyesha ghafla. Haikimbii mvua, anatembea taratibu kuelekea sehemu ya maegesho, parking, huku maji yakimlowesha mwili na nguo zake yakichanganyika na machozi ya uchungu yanayomlengalenga. Anafika kwenye gari yake, anafungua mlango na kujitupa kwenye kiti cha dereva. Anashindwa kuwasha gari mara moja. Anaegesha kichwa chake kwenye usukani, steering wheel, na kuanza kulia kwa uchungu, akiwaza jinsi maisha yake yanavyoenda kuharibika bila kazi. Akiwa katikati ya kilio hicho, ghafla sauti nzito na yenye mamlaka inasikika kutoka kiti cha nyuma. Pole sana bwana mdogo, maisha hayana huruma, si ndio? John anastuka kama amepigwa na radi. Kabla hajageuka vizuri au kufanya lolote, anahisi kitu cha baridi kikigusa kisogo chake. Ni mdomo wa bastola. Kwenye kioo cha mbele, rear view mirror, macho ya John yanakutana na sura ya kutisha ya Dragon. Dragon anatabasamu kidogo, tabasamu lisilo na chembe ya wema. Dragon anasogelea karibu na sikio la John na kunong'ona kwa sauti ya kukwaruza, "Sikiliza, sina muda wa kupoteza. Kama unataka uendelee kuvuta hewa ya dunia hii, nahitaji kitu kimoja tu kutoka kwako. Nahitaji ramani nzima ya ulinzi wa hii benki. Pesa zinahifadhiwa wapi? Walinzi wanabadilishana muda gani? Na nani anashikilia funguo za dharura?" John anatetemeka, jasho jembamba likimtoka licha ya baridi ya mvua. Anajaribu kusita, lakini Dragon anakandamiza bastola hiyo zaidi kichwani mwake na kusema, "Chagua sasa John. Kazi ushapoteza, unataka kupoteza na uhai wako pia?" Akiwa hana namna nyingine na akitawaliwa na hofu ya kifo, John anashusha pumzi ndefu ya kukata tamaa. Kwa sauti inayotetemeka, anaanza kutoa siri zote za ndani za benki hiyo.
Anamtajia Dragon kila kitu, kuanzia muda wa kubadilisha shifti za walinzi, namba za siri za milango ya nyuma, hadi mahali pesa nyingi zinapohifadhiwa kabla ya kusafirishwa. Dragon anapata anachokitaka, na hapa ndipo mbegu ya uhalifu huu mkubwa ilipopandwa. Okay, tunaendelea na wakati uliopo. Saa 11:30 jioni. Walifika kwenye gara chakafu maeneo ya Mbezi Beach, pembezoni mwa bahari. Hapo ndipo palikuwa ngome yao. Lisa alishafika akiwa wameandalia vinywaji na vifaa vya huduma ya kwanza. Zungu alikuwa anaugulia maumivu ya sikio lake, huku Mosha akiwa anatetemeka kutokana na adrenaline ya mbio hizo. Dragon alimwaga fedha zote mezani, takriban shilingi bilioni 1.5. Kazi nzuri, Dragon alisema, lakini macho yake hayakuwa kwenye pesa, yalikuwa kwa Zungu. Wakati wakiwa kwenye gari, Dragon alimuona Zungu akituma ujumbe mfupi kwenye simu yake ya siri ambayo hakuruhusiwa kuwa nayo wakati wa kazi. Dragon hakusema kitu wakati huo, lakini akili yake ilianza kufanya kazi haraka kuliko risasi. Zungu, Dragon alimuita huku akifungua bia yake. Ile risasi ilikupata aje? Wewe ni mpambanaji hodari, sikutegemei mlinzi wa kampuni binafsi akupate kirahisi. Zungu aligugumia, macho yake yakikwepa yale ya Dragon. Bahati mbaya tu mkuu, niliteleza kidogo. Dragon alitabasamu, tabasamu ambalo halikufika macho. Bahati mbaya, sawa. Baada ya hapo, Mosha akamgeukia Lisa na kusema, gawanya pesa. Lisa akajibu, tunayo kazi nyingine wiki ijayo. Wiki ijayo? Mosha aliuliza kwa mshangao. Mkuu, hizi pesa zinatutosha kupotea kwa mwaka mzima. Hapana, Dragon alijibu kwa ukali. Hii ilikuwa ni kianzio tu, kazi kubwa iko mbele. Waziri wa madini ana mtoto anayesoma shule ya kimataifa, International School of Tanganyika. Jina lake ni Junior. Tunamteka Jumanne ijayo. Chumba kilizizima. Kuteka mtoto wa waziri ilikuwa ni kutangaza vita na serikali nzima. Dragon, hiyo ni hatari sana, Lisa alisema kwa wasiwasi. Kiboko hatutulaza. Kiboko ni mtu mfu anayetembea, Dragon alisema huku akimtazama Zungu kwa jicho la pembeni. Tatizo letu sio polisi wa nje, tatizo letu ni polisi wa ndani. Zungu alimeza mate kwa shida. Je, Dragon alijua? Usiku huo, Zungu alipotoka kwenda haja ndogo, Dragon alimfuata Lisa. Lisa, dukua simu ya Zungu. Nataka kujua alituma ujumbe kwa nani wakati tunakimbizwa. Dakika 10 baadaye, Lisa alirudi, uso wake ukiwa mweupe kwa hofu. Dragon, ujumbe ulienda kwa namba binafsi. Nimeifuatilia namba hiyo. Imesajiliwa kwa jina la mke wa Inspekta Kiboko. Dragon alikaa kimya, akichezea kisu chake mkononi. Kumbe, Dragon alinong'ona, Zungu anatuuza kwa Kiboko ili apate msamaha wa makosa yake ya zamani. Anataka kutugeuza sisi sadaka. Utafanya nini? Lisa aliuliza. Sitamuua sasa, Dragon alijibu kwa ukatili. Nitamtumia, atatupeleka kwa waziri, atafikiri anatuingiza mkenge, kumbe yeye ndiye atakuwa chambo cha kifo chake mwenyewe. Siku iliyofuata, Dragon alimpa Zungu ramani ya nyumba ya waziri na ratiba ya mtoto. Zungu, wewe utaongoza kikosi cha utekaji. Mimi na Mosha tutakuwa backup. Nataka wewe ndiyo mkamate mtoto. Macho ya Zungu yaling'aa. Alijua hii ndiyo nafasi yake ya kumpa Kiboko taarifa kamili na kuwakamata Dragon na wenzake wakiwa kwenye tukio red-handed. Zungu alikubali. Usiwe na shaka Dragon, hii kazi ni nyepesi. Alipotoka nje, Zungu alimpigia Kiboko. Afande, Jumanne, saa 4 mchana, shule ya IST, watamteka mtoto wa waziri. Njoo na kikosi kizima, Dragon atakuwepo. Kiboko akiwa ofisini kwake, huku amefungwa bandeji kichwani kutokana na ajali ya jana, alitabasamu. Kazi nzuri Zungu. Ukifanikiwa hili, kesi zako zote za mauaji zinafutwa na utapewa passport mpya utoke nchini. Lakini upande wa pili, Dragon alikuwa akisikiliza maongezi hayo kupitia kifaa cha kudukua alichokuwa amekiweka kwenye koti la Zungu bila yeye kujua. Pumbavu, Dragon alicheka. Jumanne itakuwa siku ya mwisho ya Zungu na siku ya fedheha kuu kwa Kiboko.
Mpango wa Dragon ulibadilika. Hawangeenda kumteka mtoto wa waziri shuleni. Huo ulikuwa mtego. Dragon alikuwa na mpango mwingine wa kikatili zaidi, kuvamia nyumba ya Kiboko mwenyewe wakati Kiboko ameenda kuweka mtego shuleni na kumteka mke wa Kiboko ili kubadilishana na uhuru wao milele. Vita ilikuwa imeanza upya. Sasa haikuwa vita ya pesa tena, ilikuwa vita ya kisasi, usaliti na damu.